Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Paukwa pakawa, sahani ya mchele, giza la mwizi, baiskeli ya watu wote, na maziwa ya watoto wa Nyayo. Najua wengi wenu hamjui hii. Huo ni utangulizi wa hadithi, kama mtu anataka kuzungumza ama kughani hadithi, anaanza hivyo. Leo hii nataka nikupatie hadithi moja tamu sana. Hapo zamani za kale paliondokea kobe pamoja na wanyama wengine waliokuwa wanaishi msituni, maisha mazuri sana ya raha na mustarehe. Walisaidiana, walifanya mambo yao pamoja, walijuliana hali. Lakini wakati mmoja, baada ya wanyama kuanza kukata miti na kuharibu mazingira, kulitokea ukame mkubwa ambao ulitishia maisha yao. Miti ilikauka, maziwa yakakauka, hali ya joto ikawa juu sana, vyakula vikapotea, wanyama wakawa na shida. Siku moja mzee Kobe alikuwa anatembea polepole akitafakari na kuwaza. Alikuwa hajapata chakula kwa siku 3 na tumbo lake lilikuwa linanguruma kila anapotembea. Jambo hili lilimtia wasiwasi sana. Akasema, endapo sitapata chakula katika muda mfupi ambao unakuja, mimi nitakufa. Manake mimi sina mbio kama simba ama chui nifukuze wanyama ili niwapate. Kwa hivyo akawa anatembea pole pole akienda huku anawaza. Mara ghafla akafika chini ya mti. Mti huo ulikuwa ni mwembe. Akaangalia juu na kwa bahati nzuri akaona mti huo wa maembe ulikuwa na maembe yaliyokuwa yameiva. Kobe moja kwa moja alianza kudondokwa na mate. Akasema, haya maembe lazima niyale, nimeyapata mwenyewe, kwa hivyo lazima niyale. Taratibu akaanza kuupanda ule mti, polepole akauparaga mpaka juu. Alipofika juu, akaenda katika ile matagaa, akachuma yale maembe na akaanguka chini. Pup, embe la kwanza, pup, embe la pili, pup, embe la 3. Akawa anashuka tena polepole ili aende kuyachukua maembe yake. Lakini alipofika chini, jambo moja lilimshtua. Aliangalia kushoto, akaangalia kulia, hakuona embe lolote. Moyo ulianza kumpiga kwa kasi. Nani amechukua maembe yangu? Akawa anajiuliza. Hapo alipokuwa anaangalia chini, aliona kuna kijishimo kidogo hivi. Mbio mbio alienda na kuchungulia pale ndani. Alipochungulia akaona, shimo hili anaweza akaingia. Akasema kwamba hapa ndipo maembe yangu yameingia. Akajiingiza pale kwenye shimo polepole kwa kutumia kichwa kisha mwili, halafu akatumbukia mle ndani. Ndani kulikuwa na giza totoro, hakuona chochote, lakini alihisi kwamba kulikuwa ni mahali ambapo kumetulia. Ghafla taa zikawashwa. Kobe akashtuka na kuangalia. Akawaona tumbili wawili wamekaa pale kando. Walikuwa na tabasamu kwenye nyuso zao. Kobe akawakazia macho na kuangalia. Alipokuwa anawatazama, akagundua kwamba walikuwa wamejipaka kwenye midomo yao. Kuna alama kwamba walikuwa wanakula maembe, na pale chini kulikuwa na sehemu za maembe. Akajua hawa ndio waliokula maembe yake. Akawaambia, nimekuja hapa kuchukua maembe yaliyoanguka hapa. Ni nyinyi mlioyala maembe yangu, na yataka maembe yangu. Wale tumbili wakamwangalia Kobe, wakatabasamu, wakamwambia, tulia. Hayo maembe yalianguka hapa na sisi tunapenda sana maembe. Kwa hivyo tumeyala maembe yako. Nirudishieni maembe yangu. Kobe akawa anahamaki. Akamwambia, tulia. Tutakupatia ngoma. Na hii ngoma ukiipiga hivi, basi chakula chochote ambacho unakitaka kitatokea. Una hakika? Naam, tuna hakika, hatuwezi tukakudanganya. Basi wale wakampatia Kobe ngoma,
akaichukua, akatoka polepole mpaka akafika nje. Alipofika nje akaiangalia ngoma yenyewe, akasema wacha kwanza nijaribu kuipiga. Kobe akachukua ngoma yake vizuri, akaiweka chini, akaketi vizuri, akaangalia, kisha akapiga mdundiko wa kwanza. Amini usiamini, vyakula vilitoka kwenye ngoma ile vingi: pilau, nyama iliyochomwa, viazi, chapati, sharubati. Ni nini ambacho hakikutoka? Vyakula vyote vitamu vilitoka pale. Kobe alifurahi, akaanza kula, akapiga ukelele wa furaha na kuwaita wanyama wengine, njooni, njooni. Wakaja wanyama wote. Sungura alikuwa pale, simba alikuwa pale, fisi alikuwa pale. Wanyama wote wakaja, wakala, wakashiba mpaka matumbo yao yakawa makubwa. Wakamuuliza, vyakula hivi vimetoka wapi? Akasema, mimi nimepata ngoma na kila ninapopiga ngoma hivi vyakula vinatoka. Basi wanyama wote wakafurahi, wakawa wanaimba kobe, kobe, kobe. Kila mtu yaani ukisikia njaa unamuita kobe, anapiga ngoma, chakula kinatoka, basi maisha yanakuwa raha mustarehe. Wanyama waliendelea hivyo kwa muda mrefu, lakini siku moja fisi akaja akamwambia kobe, kobe, piga ngoma, piga ngoma. Kobe akapiga tena, piga tena, ikapigwa, piga tena, akapiga. Na kama Waswahili wanavyosema, ngoma ikipigwa sana upasuka. Basi siku moja asubuhi, kobe alipokuwa anaipiga ngoma ile, ilipasuka kiwambo, ikawa haitoi tena chakula. Wanyama walishtuka, tutaishi aje? Tutafanya nini? Kobe, tusaidie. Kobe akaingiwa na wasiwasi, akashika tama, tutapataje tena ngoma nyingine? Wewe unadhani kobe angefanya nini? Manake sasa ngoma imepasuka, chakula hakitoki tena, na ukame umeshamiri. Kuna ukame, kuna jua, hakuna vyakula tena. Wanyama wakaingiwa na majonzi. Sungura akaanza kukonda, licha kwamba ndiye alikuwa ambaye anafikiria kwamba pengine angetafuta njia nzuri. Fisi alikonda pia, akawa anatokwa na machozi pamoja na kilio kila wakati. Wanyama wengine wote wakawa katika hali kama hiyo. Basi kobe akasema, wacha nirudi kule nitafute ngoma nyingine. Kwa hivyo akaenda polepole, akaangalia kwenye mti, lakini wakati huu hakuona maembe yaliyokuwa yameiva. Kulikuwa na maembe mengine lakini hajaiva. Kobe akapanda haraka haraka, akayachukua, akaingiza kwenye ile shimo. Alipoingiza kwenye ile shimo, akashuka mbio mbio, akayafuata pale ndani. Akaingia, kukawa kuna giza totoro. Katika giza lile, ghafla tena taa ikawashwa. Akawaona wale tumbili wawili wamekaa pale. Hakuenda katika mambo mengi. Nataka ngoma nyingine, nataka ngoma nyingine. Mmechukua maembe yangu. Wale tumbili wakamwambia subiri. Wakaingia tena chumbani, wakamletea ngoma. Kobe akaichukua ngoma hiyo, huko anatabasamu, akatoka, akaenda kule nje. Alipofika juu tu ardhini, aliona wanyama wengi wako pale, wanamsubiri kwa hamu na ghamu. Kobe hoye, hoye, kobe ria, ria, kobe tibim, tibim, kobe, 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 kobe. Kila mnyama anapiga, hata ndege angani, kobe, kobe. Kila mtu alikuwa na furaha, kobe, kobe. Hata twiga na shingo yake ndefu, kobe, kobe, kobe. Kila mtu alikuwa. Katika wakati huo, kobe alitulia, akamwambia, tulieni, mambo ni mazuri sana. Sasa tulieni, tufanye nini? Tuipige ngoma. Kaiweka ngoma chini, kaiweka vizuri, kapiga mpigo wa kwanza. Hakuna kitu kilichotoka. Wanyama wakashtuka. Wale wengine kama fisi walikuwa wameanza kudondokwa na mate, kashangaa. Kapiga mpigo wa pili, hakuna kitu kilichotoka. Ndovu akauliza, ama mnipe mimi nipige? Wewe utapasua, wewe utapasua, tulia. Basi kobe akasema, acha nipige mara ya tatu. Alipoenda kuipiga ngoma ile kwa mara ya tatu, amini usiamini, ngoma ilipasuka. Lakini mara hii haikupasuka na kubaki hivyo tu.
walitoka nyuki wengi sana, wakawa wanawashambulia wanyama wote waliokuwa pale. Ikawa ni mguu ni ponye, kila mnyama alitoka mbio. Wale ambao waliweza kuingia kwenye maji wakaingia wakanusurika. Wale ambao walikuwa hawawezi waliumwa kila mahali, wakaumwa na nyuki kila mahali katika mwili, kila mahali wakataabika, wakakaa vibaya, wakasikia uchungu usiokuwa na mfano. Kobe mwenyewe aliamua kuingia katika nyumba yake na akajificha mle ndani, akawa ametulia, anatoa kichwa kidogo tu, anachunguza mambo yanavyoendelea, wakati wengine wanapata taabu na dhiki. Baada ya dakika kama 15 hivi ama dakika 30, wale nyuki walikuwa wamepungua, wanyama walikuwa wameumwa mwili mzima, wamefura, wanataabika kabisa. Ndiposa wakarudi kwa hasira, wakamwambia, wewe Kobe, umetuletea nyuki, lazima tutakushika na tutakupiga. Kobe akawa ana wasiwasi na woga, amejificha mle ndani. Na kutoka siku hiyo, kila mahali ukutana naye huwa anatembea na ile nyumba yake akiwa na tahadhari kwamba ukimshtua anaingia kujificha, kwa sababu anajua makosa ambayo alikuwa amewafanyia wanyama wengine. Na tangu siku hiyo pia wanyama wakawa wanamtafuta sana Kobe. Ndio maana wakimpata kama ametoa kichwa nje, wanamgota kichwa hicho kutokana na yale aliyowafanyia. Hadithi yangu imeishia hapo, lakini kama haijaisha kidogo na maswali. Hadithi kama hii ambayo ina wanyama huitwaje? Hadithi kama hii inatufundisha nini? Tunajifunza nini? Maswali yangu hayo nitakupa majibu, lakini nataka uende ufikirie zaidi. Hadithi ambayo ina wanyama ambao ni wahusika kama hii inaitwa hurafa. Wanyama kama hawa wanafanya ama wanapatiwa vitendo ambavyo ni vya binadamu. Na kama katika hadithi hii tumeona kuna sungura hapa, kuna kobe pale, kuna fisi na wanyama wengine ambao tumewataja. Hadithi hizi huwa zinatumiwa ili kuweza kupitisha sifa za binadamu bila kuwataja binadamu wenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo tumesema hadithi hizi ambazo zina wanyama ambao wanapatiwa majukumu ya binadamu zinaitwa hurafa. Umuhimu wake ni kuhakikisha kwamba zinafunza jamii, japo bila kutumia majina ya watu, tunatumia wanyama kuelezea sifa za binadamu. Je, unajua hadithi nyingine kama hiyo? Nielezee pale chini kwenye kikasha ili tuweze kujadiliana na uweze kuongeza sifa za hadithi kama hii. Shukran.